wanaweza udia kamesa na karamu, sababu hana nafasi ya kukaa kwa ofisi. Halo, kweli ama si kweli? Kenya hii, aina hii ya Kenya, unaweza uendeshe bele ukikaa juu ya gari? Inawezekana? You need to sit behind a desk and think how we get out of the difficulties that we are having. How we get our young people to get employment opportunity. Haitawezekana na kuzunguka saa yote. Jana alikuwa Nyandarua, juzi alikuwa Laikipia, leo wako wapi? Ako Kirinyaga, kesho wako wapi? Kesho atakuwa wapi? Pengine Kiambu, siku hiyo nyingine arudi Bungoma, aende Kakamega, aruke Lamu, akiwa Lamu aone meli, aingie meli, msikia yako Saudi Arabia. Halo? Mnasikia? Utafanya kazi dini ya Kenya. Wacha niwaambie ile siri ilifanyika. Wakati Mheshimiwa Uhuru aliona tabia ya huyu jamaa na akasema yeye hataki furugu kama ile iliwekwa kwa Gachagua. Akasema Fred, kuja. Wewe kuja chair the cabinet subcommittee. Fred Matiang'i ndio alikuwa chairman wa subcommittee ya cabinet. Miaka 10 William Ruto akitangatanga. Sioni kama mmeelewa. Mnaelewa? Kwa hivyo tukisema mambo ya health, Matiang'i anajua kwa sababu yeye ndiye alikuwa chairman wa kamiti yote. Tukisema mambo ya education anaelewa kwa sababu alikuwa chairman ya kamiti ya he chaired the subcommittee. Kwa hivyo tukianza kusema mambo ya health, universal health care, ukisema hivyo anaelewa, anajua pale walikuwa wamefikisha, alikuwa anajua pale pesa ilikuwa inatoka, anajua ilikuwa iende wapi. Si mambo ya kuleta chicha. Na hiyo application ya chicha cost you 104 billion. Peke yake 104 billion. Mambo ya social protection programs mnayajua. Hii kazi kwa vijana tulikuja tukaambiwa you cannot subsidize nini, you cannot give subsidies na mambo mengi kama yale. Mnakumbuka hayo? Tulikuwa na kazi kwa vijana. Kazi mitaani, kazi kwa vijana. Mnaelewa ni kusema nini? Ilikuwa kusaidia watu, sio ati wafanye kazi kukata mitaro, lakini you work to get something from government so that your family, the household, has some money in the evening ya kununua chakula. As the economy is improving. Kwani kazi ya serikali ni nini? Si ati tu kujua economy needs to improve. We need the economy to improve to create employment for everybody. Lakini utagojea na tubo. Unaweza gojea kama watu vijana wako na njaa, then you fight them all over size. Alafu mnakuja mnasema ati vijana wetu ni walevi. Wapatie kazi uone kama watakunywa. And that is where we were going. Today, disaster. In fact, Ruto is a walking disaster. Ukimwona akikuja Kisii, jua disaster imekuja. It's very unfortunate. Mambo ya elimu hatuwezi tukaongea. Nyinyi wote, kila Mkenya anajua. Na ukitaka kujua shida ya Gen Z na hii serikali ni Matiang'i. Kwa sababu Matiang'i alihakikisha kwamba ukiingia shule unaelewa ya kwamba haukiingia hapa uambiwe for 60 years tulikuwa tunaambiwa ya kwamba hawa wamepita, wale Let me tell you again. Tumekuwa na education system hapa ya kusema you have passed and these ones have failed. So the only people who pass are equal to the opportunities available in secondary school or at the university. Every other Kenyan is a failure. So for 60 years, tumekuwa tukisaa failures in this country. Matiang'i came and made it clear to us, whether you have an A or a D, you have what in this country. There is nobody who is worthless in this country. Na wakati tulikuwa shule, ilikuwa unatetemeka kwa sababu hautaki kuanguka. That is what he was taking care of. Now we are back to the same disaster. For the reason that Ruto is a disaster.
Hello? Yes. Ruto is a disaster. Hapo beleni juzi tu tulikuwa tunajua